Kitabu ambacho kwa kusoma tu haraka haraka nimefurahi sana, kwani hiki kitabu hivi sasa nafikiri umuhimu wake ni wakati kama huu. Hiki kitabu kitachangia sana, sijui nikichanganya na Kiingereza ama Kispanyola, nafasi yetu ya kupambana na ubeberu wa anti-imperialism. Hiki kitabu kinachangia sisi kama anti-imperialistic, misimamo yetu, hiki kitabu kinachangia hicho. Nimekiona hivyo. Sijui niseme ni mapungufu, lakini kwa vile ni handbook namba 1, nilidhani nimesoma kwa haraka haraka. Nadhani mtu mmoja ambaye angetakiwa awe kwenye hiki kitabu ni Rosa Parks. Sasa kwa jenerali namfahamu, hayumo humu. Rosa Parks, kwa wale mnaofahamu, alikuwa ni mwanamama wa kwanza aliyepinga kutoka kwenye kiti kwenye basi, na yeye was early in the 1950s, something like that. Na baadaye akaja kukutana na watu kama kina Martin Luther ni wanini. Halafu kitu kingine ambacho labda katika kuboresha sijui kilikuwa kwenye handbook namba 2, lakini nimeshukuru umewataja watu. Unapowazungumzia akina Marcus Garvey, yani kitabu hiki kimekuwa inclined zaidi na Caribbean, lakini swala la Pan-Africanism inakwenda beyond the Caribbean as well. Lakini nimefurahi umeweka kama watu kama Fidel Castro umewaweka. Kwa upande wangu naona bado ipo kazi kubwa sana inayohitajika kufanyika. Sijakisoma bado chote, lakini nilikuwa nikiskim, sijaona vya kutosha namna ambavyo wanawake mchango wao umekuwa acknowledged, hasa katika ile party inayozungumzia architects wa zile Pan African Congresses, na walikuwepo wakina mama kuanzia diaspora kwenye maandalizi ya zile congress, lakini hata huku Afrika tunafahamu habari ya kuanzishwa kwa OAU, na mara nyingi sana tunasahau kwamba kabla ya kuanzishwa kwa OAU actually wanawake wa Afrika wana majumui walikuwa wa kwanza kuanzisha the Pan African Women Organization. Nimeiona humu imetajwa kama kwa kuruka tu, lakini nadhani ni miongoni mwa mavuguvugu ya msingi sana yanayotambua mchango wa wanawake kwenye ujenzi wa vuguvugu la umajumui wa Afrika. Na nimeona kuna kijitabu kingine kidogo hicho kinachozungumzia women as life givers. Perhaps mengi zaidi yatazungumzwa kuhusu mchango wa wanawake yale ambayo yamemiss kwenye hichi kitabu. But all in all, mmejitahidi, niwapongeze sana kwa sababu mara nyingi sana wanawake hatutajwagi na tumekwepo kwenye historia nzima ya vuguvugu la umajumui wa Afrika. Asante. Mapambano wageni rasmi walioyazungumzia katika historia ya jinsi Pan-Africanism au umajumui ulivyopatikana ilikuwa ni mapambano dhidi ya mfumo wa kibepari. Sasa nauliza hili swali kwamba ukiangalia mustakabali wa Afrika na watu wenye asili ya Kiafrika, mataifa yetu au nchi zetu, vitaifa vyetu na nchi zetu hizi zimegubikwa na mfumo wa kiliberali, na hatuoni au sioni namna gani au mbinu gani zitumike, na nadhani hii ndio hoja ningependa ijitokeze kwenye makala zinazokuja. Ni kwa namna gani umajumui kama mbinu ya mapambano dhidi ya ukandamizwaji wa Afrika itatumika katika haya mazingira ambapo kila unakoenda ni economic liberalism.
Kilichotokea Venezuela, kinachotokea Irani ni mwendelezo wa huu uchumi wa liberalism. Sasa na tukirudi Afrika, kuna kitu inaitwa African Intercontinental Free Trade Area ambao ni katika mwendelezo huo. Sasa kama hiyo ndio hoja, haya mapambano yanaongozwa vipi kama hatujaweza kuchambua kama walivyochambua kina Walter Rodney na wanasafa wengine katika mlengo huo, kina Issa Shivji tusiwasahau, waliokuwa na wakati tunasoma chuo kikuu, unaanza kusikiliza kitu kinaitwa class struggle, na unaisoma class struggle katika mazingira ya Kiafrika ya Tanzania na sio ile ya Ulaya ya Karl Marx. Kwa hiyo ingawaje ilikuwa naongezea pale. Kwa hiyo swali langu kimsingi ni namna gani hizi makala 9 zitajiondoa kwenye historia. Sio kwamba tunasema historia haisaidii kujua tunakoenda, lakini zitajikita katika kupambanua ni namna gani au mbinu zipi zitatusaidia katika kupambana na huu ukandamizaji ambao ni kwenye mfumo wa uchumi wa kiliberali. Ndio hilo ningependa tulijadili. Asante sana. Chukue nafasi ya kuwapongeza waandishi wa kitabu na vijana wetu waliotuongoza hapa. Tumeambiwa kwamba Pan-Africanism ilitokana na changamoto za Waafrika ambazo zilikuwa ni utumwa, ukoloni na apartheid. Katika mazungumzo yote yaliyozungumzwa tangu mwanzo kumetajwa matatizo ya utumwa Marekani na Ulaya, lakini hatujasikia chochote kuhusu. Mimi natoka East Africa, watumwa wetu, babu zetu sisi walichukuliwa utumwa wakapelekwa Uarabuni. Sijasikia chochote kuhusu athari za utumwa wa Uarabuni. Ni hizi tu za Marekani. What is the challenge there? No, nataka kujadili tu impact as Africans, kwamba wengi wetu tuna majina ya kizungu. Naitwa Gilman. Mmoja pia rafiki yangu anaitwa Rosemary Mwakitange. Hiyo impact ya kuwa na majina ya wazungu kwenye hii aspect yote ya Pan-Africanism ni kiasi gani tunaiona katika kujikomboa? How come we run away from your names? Everybody anafikiria kwamba kuwa na jina la kizungu ndo mambo ya kisasa au ndio vizuri. Thank you. Jambo moja nilikuwa na dhani liko wazi moja kwa moja ni kwamba kwa hakika hiki kitabu ni kizuri sana, lakini nadhani kingekuwa na tija zaidi kama kitatafsiriwa katika Kiswahili, kwa sababu kwanza ni moja ya lengo la umajumui wa Afrika kwamba tuna lugha moja ya Kiswahili, na kwa hiyo maandiko kama haya ni muhimu yakawa katika Kiswahili. Hii ni hatua nzuri sana, vitabu vile katika Kiswahili, na mimi kama mchapishaji na hizi kama production cost zimekuwa juu zaidi, ingeweza kupunguzwa by at least 20% kwa new Holland. Ingeweza kutengeneza kitabu hicho kwa gharama 20% less. Kwa hiyo nafikiri vyo vingine navyo vitengenezwe, halafu tujadiliwe katika nafasi fupi kama hizi za dakika za saa moja, ikipata nafasi nyingine za vikao vingine mitaani kila pahali, kusudi salamu hizi, ujumbe huu wafikie vijana wengi iwezekanavyo, ambao wao kwa hivi sasa wanadhani wanataka kumilikishwa hali ambayo kusema kweli ni duni, haitufai, lakini ndio wanaambiwa ndio hali halisi. Lakini hali halisi, samahani kwa kusema kweli, ya kijinga. Nataka pia kupongeza kitabu kizuri sana, labda kuboresha kidogo, tuguse kwenye conspiracy theories what's happened in the Congo and in Kenya and what has happened, because I think all this has contributed to Pan-Africanism kwa kifupi, because sasa hivi tuko kuna sehemu nzuri, we're growing as a nation. If you look at the current global
situation, what's happening in the Middle East, and so on and so forth, which has a direct impact hapa and most African countries. You look at West Africa and how they're moving forward. I think we need to have that discussion also in terms of how we move forward, because as you know, most of the West African, they have basically detached themselves from the French, because they were colonized mainly by the French. You look at the banking system, most of the money is in France. You look at South Africa, so on and so forth. So I think these matters also need to be addressed. Thank you.